Asante sana kwa sababu ya kufika hapa siku ya leo, na karibuni katika maswali yenu. Na kwa kawaida nimesikia kwamba katika mitandao kwamba watu wanasema watoto wa Kanyari hawana chakula, na labda yule ambaye yuko nao baba mlezi yeye anategemea pa chakula kutoka kwa baba mwingine ambaye ni mzazi. Sasa kuna kitu kimoja tunapoangalia hapa, nao kuna biashara inayoendelea, kwa sababu ina maana kwamba huyu mume mwingine ambaye alikuwa ni baba mlezi alikuwa anategemea Kanyari amulelee bibi na amulelee watoto. Kwa hivyo ina maana kwamba yeye alikuwa tu mahali pale kama house girl ama house boy. Kwamba anakuja chakula inunuliwe na Kanyari, yeye apike na pia afanye majukumu mengine ambayo kama yeye tu msaidizi mahali pale. Kwa hivyo inaonekana kwamba si mwanaume ambaye kabisa alikuwa anapenda kuchukua majukumu ya familia. Na kwa hakika napozungumza mimi saizi kama mchungaji, na nazungumza, nitarudia tena, napoangalia kwamba marehemu alikuwa mke wa Kanyari, na unapoangalia kwamba hiyo ndoa hakuna mahali walivunjika, hakuna mahali walifanya divorce, ni vipi sasa utasema kwamba ametoka akakimbilia mafichoni baada ya jina la bwana yake kuharibika, na akatoka akakimbilia mafichoni. Na nafikiri alipoona mafichoni pazuri ni pa mtu anaitwa Tash, na huko kwenye alikimbilia mafichoni huko hakuenda, nafikiri hakuwa na agreement ya kwamba mimi na wewe tutakuwa mke na mume. Alienda akakimbilia pale mafichoni, na baada ya kukaa amekaa huko muda mrefu, sasa ikajulikana kwamba, kwa sababu watu walimuuliza unafanya nini kwa mwanaume huyu, na akasema kwamba huyu ni mume wangu, lakini ukweli kwamba amekimbilia mafichoni. So jambo la hawa watoto, na swala la ile watoto, narudia tena, watoto warudi kwa baba yao ambaye ni Kanyari, kwa sababu jambo la kwanza, Kanyari hakufukuza watoto wake. Amekuwa akiwalisha, amekuwa akiwasapoti, amekuwa akilipa school fees, amekuwa akinunua chakula. Hivyo watoto warudi kwa baba yake. Na kuna hilo jambo moja nilikuwa nimefundisha watu, jambo moja kuhusu kitu kinaitwa cult. Tunapoangalia kwamba nao huyu baba ambaye anaitwa Baba Kanyari, Biblia inasema kwamba lea mtoto kwa njia ya kiungu. Napolea mtoto katika njia ya kiungu, huyo mtoto maisha yake yatakuwa maisha ambayo yanampendeza Mungu. Lakini naona kwamba huyu mtu alilea watoto kwa ukora, alilea watoto kwa pesa ya ukora, pesa ya kamari. Sasa wao wanajua baba yao ni mcheza kamari. Kwa hivyo kama wanajua baba yao ni mcheza kamari na wanajua pesa hii ni ya kucheza kamari, kwa hivyo kabisa hawakuwa serious na baba yao, na wala hawakumdhamini kama baba yao, labda vile baba amewalea. Sasa mtu unapolea watoto katika njia ya ukora na ya uongo, hakuna wakati utakuamini. So unaona kwamba hao watoto wamefika mahali wakosa hata kuwa na imani na baba yao. Na kama itafikia mahali kwamba wewe mtoto hana imani na wewe, kwa hivyo ina maana kwamba yeye anahitaji tu chakula, lakini hana imani na wewe na yuko salama kukaa na wewe, kwa sababu kile anachokiona kwako hakifurahishi. Kile anachokiona kwako hakimridhishi. So kuna shida, kwa sababu ni vigumu sana watoto kufikia tu mahali na wakatae baba yao mara moja, waseme kuanzia leo hatutaki baba yetu. So ukiangalia hapo kuna mambo ambayo yanaendelea ambayo si ya kawaida. Si ya kawaida hata kidogo. So unaona kwamba hawa watoto wa Kanyari wamefikia mahali kwamba wanajaribu kukaa na baba yao. Wanahitaji msaada wao, lakini hawataki kukaa na baba yao. So unaona kabisa kuna roho ambayo inawatenganisha na baba yao, ambayo si ya kawaida. So unaona kwamba wametoka kwenye cult. Baada ya kutoka kwenye cult, wameenda kwa mtu mmoja ambaye ni mtu wa mashetani, hata si mtu wa Mungu, si mtu, yani wewe kama umetoka kwa mchungaji umeenda kuolewa kwa shetani. Umetoka kwa cult, umeenda kuolewa kwa shetani. Ni kama sasa wewe unaruka kutoka kwa moto
nenda ndani ya frying pan. So unaona kwamba hao watoto wametoka kwa Kanyari na wanakimbia kwa huyu mtu ambaye hata hajui kanisa ni nini. Huyu mtu ambaye hawezi kata na mwanamke. Huyu mtu ambaye anaweza hata kuoa mwanaume mwenzake. Kwamba huyu mwanamke huyu hata akiona mwanaume mwenzake anaona kama ni bibi. Akiona mwanamke anaona, yani ni mtu wa mashetani kabisa. Ametoka kwenye cult na wameenda kwa shetani kwenyewe. So watoto pia wanafaa kuombewa. Wanafaa kuombewa kwa sababu baada inaonekana kwamba baba yao waliwa brainwash, akili zao hata wajielewi mahali ambapo wapo. So unajifika mahali kwamba hao watoto hawataki baba yao, basi kuna kitu ambacho hakiko vizuri. Kwa sasa kitu ambacho labda mimi nitaushauri wangu nitatoa kwamba hao watoto tu waombewe, wawe na destiny yao, na Kanyari sana mahali alipo, mimi naomba kwamba ni vizuri tu kwamba akubali deliverance, ndio afanywe deliverance hata yajielewe, kwa sababu hata yeye mwenyewe hajielewi. Anahitaji deliverance ajielewe, na baada ya kujielewa basi watoto wao pia wafuata, watoto pia wafunguliwe, wajue huyu ni baba yao. Na natumai kwamba wataishi maisha mazuri na waishi maisha ambayo iko na mwelekeo wa kiungu. Na habari zinazotufikia ni kwamba wazazi wake Betty Bayo pamoja na familia wanazuiliwa kuona wale watoto. Yaani Tash hawaruhusu kama kuona wale watoto. Na pia Kanyari akienda kuwaona naonea pale kwa fence tu, hawaruhusu, Tash haruhusu watoto na Kanyari wakuwe pamoja. Sijui maoni yako ni yapi? Swali ni hili. Waliingiaje mahali pale? Walitolewaje kwa mikono ya mama yao ama ya nini ya huyu shoshu wao na wakaenda ule upande mwingine? Walitolewaje? Jinsi walipelekwa huko, walipokuwa huko wakati walikuwa nini, baba mama yao alikuwa hai, nyenye yao alikuwa anaruhusiwa kuwaona. Alikuwa anaruhusiwa kuwaona. Kama alikuwa anaruhusiwa kuwaona, basi pia na saizi ilikuwa angewaona. Lakini unaona kwamba hakukuwa na maelewano mazuri kati ya Tash na ile familia. So inaonekana kwamba kulikuwa na mipaka. Na ile mipaka ndio inaendelea mpaka saizi. Hakukuwa na uwazi, ile ndoa haikuwa na uwazi. So ina maana kwamba hakukuwa na uhusiano mzuri kati ya baba mama mkwe na upande ule mwingine. So kama huko na uwezo na ushirikiano mzuri, basi naona kwamba pia kunahitaji tu kwamba wapate watu ambao wataunganisha hizi familia mbili, wawaketishe chini na walete suluhu, kwa sababu inaonekana kwamba hakukuwa hizi familia ni zimegawanyikana. Hakukuwepo na uwazi tangu kitambo. Hakukuwepo na maelewano tangu kitambo. So hayajaanza saa hizi, yalianza kitambo. So mipaka ilikuwa kitambo iko saa hizi. Sababu hata mama mwenyewe anasema kwamba msichana wake alipoingia kwenye hiyo ndoa aliingia tu katika njia ambayo haieleweki. Hata jamaa hakutoa mahari. Sasa mimi nashangaa hata kama nikutoa mahari, wewe unajua kama mtoto wako alikuwa ametolewa mahari na mtu mwingine. Tena unaruhusu mwingine kuja atoe mahari pia. Maanisha wewe ni mfisadi pia. Wewe ni mtu unapenda ni vitu vya kuelele. Wewe ni mtu mwenye tamaa. So na kuna msemo unasema tamaa ni uafisi. Sasa kama amekula mahari ya Kanyari, pia anataka kula mahari ya huyu jamaa. Kwani una mtu anakula mahari mara ngapi kwa mtu wako? So pia huyu mama pia ni kutiliwa shaka. Kutiliwa shaka. Labda swali la mwisho, tumeona mamake Betty Bayo akisema kwamba Kanyari achukue watoto. Ukiangazia pale mtoto wa msichana kukaa na baba wa kambo inakuwa ni jambo ngumu sana. Na tukimsikia jana Kanyari alisema kwamba hataki kuchukua watoto wake na fujo, maana yake Tasha hataki watoto watoke pale. Labda wewe unaweza zungumzia vipi watoto warudi kwa baba yao ama wakae na baba kambo? Na kulingana na Betty Bayo, kumaanisha sasa hivi washaingia nafasi hiyo na kuweza kuunga mkono Kanyari kwamba wao wanamruhusu achukue watoto, lakini upande mwingine mambo inakuwa tatizo. Sasa chanzo pale napoangalia chanzo pia atakupigwa mama, kwa sababu aliruhusu namna gani mtoto wake atoka kwa Kanyari aende kwa Tash? Aliruhusu kama aliruhusu ndio, kama aliruhusu yeye atoke pale kwa Kanyari. Anajua kwamba hawajakosana. Anajua kwamba hata ile mahali haijarejeshwa na aliruhusu aende mahali pale. Sasa kama aliruhusu aondoke, itakuwaje sasa tunaambia Kanyari wewe nenda ukachukue watoto wake? Si ni kama tena kumweka kwenye moto wewe. Umepeana mzazi wako mtoto wako mahali fulani, anasema wewe fuata mtoto wako. Uliwapeana. Umewapeana na badala ya kuwarudisha vile aliwapeana hivyo ndio angewarudisha. Angewarudisha vile alipopeana watoto wake hivyo ndio angewarudisha kwake, ndio arudi apatie Kanyari. Kwa hivyo mama sasa anafaa kuwe kama Kofi Annan ambaye ni halali,
awache corruption. Maana sasa huyo mama angeenda angeendea wale watoto wawachukue. Akisha wachukua kwenye mikono yake arudishie Kanyari. Vile hivyo alivyopeana hiyo familia hivyo. Na akapatiwa kwa kitu kwa kula, hata kama mtoto mali yote, lakini nasema alipatiwa kwa kitu kidogo. Kwa hivyo alihongwa kwa kitu kidogo. Ile alihongwa tu hivyo basi. Arudishe hiyo hongo. Hiyo watoto arudishe kwa Kanyari. Kwa hivyo mimi support wa watoto kukaa mahali pale, kwa sababu unapoangalia jamaa huyu ni senior bachelor ambaye anaweza fanya jambo lolote, anaweza fanyia hata watoto jambo lolote. Kama anaweza lala mtoto na mtoto yule ambaye ni mtoto ambaye ana balehe na lala naye kwa moja, nini ambaye anaweza kufanyia, anaweza mfanyia anything. Kwa hivyo hao watoto wako katika hatari, na ombi langu ni kwamba watoto warudi kwa wazazi wao, watoto warudi kwa baba yao. Kama kuna roho yote ambayo imefanyika pale na watoto wakaona kwamba baba si bora, watoto pia ni vizuri kwanza, hata kabla hawajapelekwa hapo, kwanza wapelekwe kanisani, waende waombewe. Kama kuna maroho ambayo inaweka mbali na wazazi wao na mzazi wao, waombewe, wafunguke macho yao, kisha warudi usiwe baba yao. Nafikiri kwamba wakitoka Mungu mkono ya baba yao wako salama.